أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اجعلني أخشاك كأني أراك، وأسعدني بتقواك، ولا تشقني بمعصيتك. قال الله تعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Naam, tukiwa katika halaka ya pili ya darsa yetu inayohusiana mambo ya tazkiyatun nafs au utakaso wa nafsi, tungependa kuangalia au kutizama marahil au njia ambazo mwanadamu anatakikana kupita au kuambatana nazo ili kumfikia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama tulivyosema katika darsa yetu ya mwanzo ya mukaddima au ya utangulizi, ya kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni mwenyeji ambaye kwamba anamfikiria yule mgeni wake kabla ya kufika, na anamfungulia mwenyeji wake mlango kabla ya yule mwenyeji kugonga, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni karimun, ni latifun, ni halimun, ni mkarimu, ni mpole, ni mtukufu. Kwa hivyo hana sifa ya kumkataa yule ambaye anamkimbilia ili atake ukamilifu, ili atake utakatifu wa roho yake. Kila mwanadamu katika ulimwengu huu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amempa utukufu wa namna yake. Walaqad karramna bani adama, kwa hakika tumemkirimu mwanadamu, fil barri wal bahri, nchi kavu na baharini. Mwanadamu ana hadhi kuliko chochote ambacho kinaishi baharini, kuliko chochote ambacho kinaishi nchi kavu. Mwanadamu siku zote anakuwa juu, lakini mwanadamu hauwezi kuwa mbora, hauwezi kuwa wa maana mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama utakuwa ni mtu wa maasiya, kama utakuwa ni mtu wa maovu. Kama utakuwa ni mtu wa maovu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakuondoa katika lile duara la kuwa walaqad karramna bani adama, kwa hakika tumemkirimu mwanadamu. Unaondoka au anakunyang'anya ile sifa, na unavaa mkufu au unavaa cheni ya mtu ambaye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemlaani, na unakuwa katika followers wake ambaye ni Ibilisi alayhi laana. Kwanza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mapenzi yake ni ya utofauti, ya upekee. Mapenzi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hayafanani na mapenzi ya baba na mtoto, hayafanani na mapenzi ya mama na mtoto, hayafanani mapenzi ya shangazi na mjomba. La, mapenzi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni khasatan, ni maalum, hayachanganyikani na chochote. Kwa Waislamu kila siku wanaswali swala 5: asubuhi, adhuhuri, alasiri, magharibi na isha. Na katika mlolongo wa swala hizi zote panatajwa vitu viwili katika swala ya mwanadamu ya kila siku. Panatajwa Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala, vile vile panatajwa Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Panatajwa viumbe viwili kwenye swala nzima ya mwanadamu, kwenye swala zake za kila siku, swala 5. Ni kwa nini vinatajwa viumbe viwili? Pasitajwe mama, pasitajwe mali fulani, pasitajwe kasri fulani, pasitajwe mji fulani. Kwa nini yatajwe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake? Kwa sababu chochote ambacho tunakimiliki, chochote ambacho tunacho sisi wanadamu ni milki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ni utawala wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu anaweza kukupa uongozi, Mwenyezi Mungu anaweza akachukua ule uongozi. Mwenyezi Mungu anaweza akakupa mali, Mwenyezi Mungu akachukua ile mali.
Mwenyezi Mungu anaweza kukunyanyua pahala fulani kwenda pahala fulani, baadaye akakushusha kwa kukupa mitihani. Mwenyezi Mungu huyo huyo anaweza akakupa familia kubwa, lakini anaweza akakunyima familia kubwa. Tunasoma katika visa vingi, Nabiiullah Ibrahim alayhi salam aliishi na mke wake muda mrefu, Mama Sara, lakini Mwenyezi Mungu akamnyima kumpa mtoto. Akaja kumpa mtoto zama nyingi kupitia mwanamke mwingine, Mama Hajara. Na Ibrahim alayhi salam alikuwa ni mtume wa Mwenyezi Mungu na alikuwa na hadhi katika miongoni mwa mitume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambao walikuwa na hadhi ni Ibrahim alayhi salam. Na alimwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, waj'alni lilmuttaqina imama, ewe Mwenyezi Mungu nifanye mimi niwe ni kiongozi wa wale mamuttaqi, wale wacha Mungu, mimi ndo niwe juu yao, niwe mbora kuliko wao. Kwa hiyo alikuwa ni nabii ambaye ana hadhi ya juu, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimpa mtihani wa kukosa mtoto. Kwa hiyo vyote ambavyo tunavimiliki ni vya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ukiwa na cheo ni cha Mungu hicho. Ukiwa na mali ni ya Mwenyezi Mungu hiyo. Ukiwa na watoto ni wa Mungu. Chochote ambacho kimekuzunguka sio milki yako, ni milki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo kila siku tunaposwali katika tashahudi yetu ya mwisho tunasema ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Tunashuhudia ya kwamba hapana mola anayepaswa kuabudiwa isipokuwa Mwenyezi Mungu mmoja. Mwisho tunasema hivi, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Kwa nini Mwenyezi Mungu akasema abdun na kusema wa ashhadu, na tuseme wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah? Kwa nini tunaweka abd? Kwa sababu mtume pia hatakikani kuunganishwa mapenzi yake yafanane na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mapenzi ya mtume ni mapenzi ya mtume, na mapenzi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni mapenzi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu ni